angali hajajitenga na uovu. Ndio maana nikasema kama kuna mtu anataka kuokoka asubuhi ya leo, tuanze naye ili tutakapokuwa tunajifunza neno naye ataelewa vizuri. Haleluya. Ni ngumu kuelewa neno kama haujajitenga na uovu. Yesu akasema na wanafunzi akawaambia, mimi ninasema nanyi kwa mifano, ili wale ambao hawajajaliwa kuokoka kwa mifano wasielewe, ila wale waliojaliwa kwa mifano wapate kuelewa. Kama upo inua mkono wako, kama upo unataka kuokoka. Kabla hatujaanza neno, kama upo, wote tumeokoka. Tuwe sana. Somo letu la leo tunalipata kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5. Tisa. Kuna kipengele hapo nataka tukipate alafu tuende nacho. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19. Maandiko yanasema, ndio basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, usherati, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, sheria, husuda, ulevi, ulafi na mambo yafananayo na hayo. Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matendo ya mwili. Sasa leo tutakuwa tunazungumzia moja kati ya matendo ya mwili yaliyotajwa na Wagalatia kwenye hii sura ya 5, wivu. Hii wivu ni dhambi ambayo wengi imewaharibia maisha, wengi imewapoteza, na wengi wanaendelea kupotea. Whether ni kwa sababu imekuwa haisemwi sana kama vile dhambi zingine zinavyokemewa sana makanisani, lakini dhambi hii ya wivu inaguswa kwa uchache. Na leo tutapitia vifungu vichache juu ya dhambi hii ili tuone Mungu anaweza akatusaidia. Kwa wivu ni ugonjwa wa nafsi. Ni ugonjwa wa nafsi isiyojiamini. Na wivu huleta matokeo mabaya kwa mtu mwenye wivu. Moja kati ya matokeo mabaya ni hasira, ghadhabu, uchungu na mambo mengine kadha wa kadha yanaweza yakazaliwa kutokana na wivu. Wivu unaweza ukatazama kwa sura tofauti tofauti. Kuna wivu wa kidunia, lakini pia kuna wivu wa Mungu. Mambo haya yako kwa namna ambayo kama ilivyo pia kwenye eneo la hasira. Kuna hasira ya Mungu, lakini pia kuna hasira ya kibinadamu. Hasira ya kibinadamu haitendi haki. Hasira ya Mungu inatenda haki. Kuna wivu wa Mungu na kuna wivu wa kibinadamu wenye madhara makubwa.
Haleluya. Kwa leo tutatazama wivu wa kibinadamu. Kwa tabia ya mtu mwenye wivu, anakuwa na mashaka kila wakati na anapoteza utulivu wake kwa sababu ya wivu. Tenga na wengine, ni mtu mbinafsi, lakini pia ni mtu anayehofia atakayopitia. Ni mtu mwenye hasira za haraka, kukasirishwa na mambo madogo, haleluya, na ni mtu mwenye kuwawazia watu mambo mabaya. Sawa sawa, Na tunaweza sasa tukapitia vifungu viwili vitatu katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 3. Sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 16. Ndio. Yakobo 3 mstari wa 13 mpaka wa 16. Ndio. Na aonyeshe kazi kwa maneno wake nzuri. Ndio. Katika wote wa hekima. Lakini mkiwa na wivu ulimchukua na ng'ombe, miongoni mwenu usijisikia sikatana Mungu ya kweli. Hekima hiyo sio ile kutoka juu, bali ya dunia, ya tabia ya binadamu na ya shetani. Maana hapo walipo wivu na ugomvi ndio wanaitwa machukizo na kila tendo baya. Bwana Yesu asifiwe. Palipo na wivu ndipo palipo na machafuko na kila tendo baya. Punga mkono wako kama unanisikiliza vizuri. Maana yake kuna watu wanaweza wakaendelea kuona wivu ni jambo la kawaida. Iwe kwenye kusanyiko lolote, hakutakuwa na utulivu na amani mahala ambapo pana wivu. Iwe ni kusanyiko la dini, iwe ni kusanyiko la kifamilia, iwe ni kusanyiko la mke na mume, palipo na wivu, haleluya, hapawezi kuwa na amani, ila patakuwa na machafuko. So shetani anaweza akajificha kwenye eneo la wivu ule wa mke na mume. Pia kuna mahala nilikuwa nafundisha semina ya ndoa, mahala nikagusia juu ya habari ya mambo pia yanayoweza yakasababisha kuvunjika kwa ndoa. Wivu. Kijana mmoja wa aina ya Kimasai akauliza swali, akasema, ina maana wewe mchungaji hauna wivu? Anauliza, ina maana wewe mchungaji hauna wivu na mke wako? Bwana Yesu asifiwe. Aliuliza swali zuri, si ndio? Nikamwambia ninao wivu. Akasema ndio, lazima kuwepo na wivu. Nikasema sawa, ila wivu ukiwepo lazima kuwe na kiasi. Ni kama vile mboga yoyote iliyopikwa vizuri
halafu ikatiwa chumvi, karibu kilo nzima ya chumvi kwenye mboga inayojaa kwenye bakuli dogo. Maana yake chumvi ni nzuri, lakini ikizidi hiyo mboga italika, haiwezi kulika. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimepitiliza. Mashaka, kutokuamini, kuwaza mabaya, hasira, ghadhabu, vyote vinatokana na wivu. Machafuko ya mara kwa mara, vyote vinatokana na wivu. Na nimezungumza kwenye eneo la ndoa, lakini kwenye eneo la kusanyiko, kwa mfano hapa kanisani, yako mambo ambayo watu waliookoka wanaishi kwenye wokovu, dhambi ya wivu wanayo ndani yao. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kwa hiyo palipo na machafuko, hebu tuangalie kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 5. Wakumbuka samaki iliyokuwa huko Misri kule, na yale matango na matikiti na mboga za vitunguu na vitunguu saumu. Acha huo. Nasoma ile Mwanzo ile sura ya 4. Mwanzo wa sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Tuanzie ule mstari wa 3 mpaka wa 8. Mwanzo sura ya 4 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 8. Kama unatenda mema, utapata kibali. Usipotenda mema, dhambi hiyo inatokea mambo nayo inakutamani wewe, lakini yapasa kuishi. Mstari wa 8. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa wapo uwandani, Kaini akamwambia Habili nduguye, akamuua. Bwana Yesu asifiwe. Kimsingi tunaweza tukaona jambo hili limetokea, na ukilisoma haraka haraka unaweza kuona ni kama hadithi fulani ambayo imepitwa na wakati, lakini ni jambo ambalo katika kipindi tulicho nacho ndicho kipindi ambacho pia kanisa la leo linapita kwenye mazingira ya watu kuwa na vurugu, kuwa na ugomvi, kuwa na hasira, kuwa na chuki, lakini kiini cha mambo haya yote ni wivu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yuko mtu ameokoka, lakini huwa hafurahii kumuona mwenzake amefanikiwa. Tupo sawa sawa? Amen. Na kutokana na hiyo sababu inaanza kama masengenyo. Inaanza ndio unaweza kukuta kuna vitu vinazuka, yani mtu anazusha jambo ambalo kimsingi likifuatiliwa unakuja kugundua halina mashiko yoyote, lakini aliyelisema ni mtu yuko kanisani, kamzushia mtu jambo. Yote hii ni mbegu inayotokana na wivu.
ukijiona una hiyo hasira, wivu, hali ya kujisikia kuumia, hali ya kutokufurahia mwenzio kafanikiwa, iwe ni kwenye maeneo ya huduma, iwe ni kwenye maeneo ya uchumi, iwe ni kwenye maeneo ya kuoa au kuolewa, iwe ni kwenye maeneo ya kusoma au kwa lolote, ukijiona ndani yako ujisikii raha, mwenzio kufanikiwa, wewe ni ndugu yake Kaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda pamoja. Kwa sababu hiyo Paulo alipokuwa anaandika huu waraka, alikuwa analenga kuwakemea watu wenye dhambi hii ya wivu. Tupo sawa sawa? Amina. Tupo sawa sawa? Amina. Hata kwenye ndoa hii dhambi inaweza kujificha kama ni kitu cha kawaida, ni kitu kizuri. Sawa sawa Alafu inaanza kuleta matokeo mabaya. Kwani kwa sababu wanandoa hawa wawili wanajikuta hawako na furaha ya ndoa. Kila wanajikuta wako na mateso. Kwa nini wako na mateso? Kwa sababu kila wakati hisia za mwenzie anawaza tu anapolo. Anawaza tu anaibiwa. Kuchanua kwa sababu ya hisia hizi zimetawala na ameziruhusu zitawale. So ameaga anasema naenda Mangamba. Alafu alipofika anaenda Mangamba, anatokea Mkanaredi anakwenda Mangamba. Alipofika stendi ya Mkanaredi akakutana na rafiki yake. Yule rafiki yake anamwambia bwana, kuna mchongo wa fedha, hebu twende leo, kuna jambo fulani tukalifanya. Wakati anaenda leo na ameaga anakwenda Mangamba, wakati anakwenda leo akakutana na muuza samaki. Muuza samaki anayetembeza anaelekea nyumbani kwake Mangamba hapa Mkanaredi. Muuza samaki alipofika Mkanaredi akamwambia, nimekutana na Baba Esther, nimekutana naye kule Mnalani. Sasa mtu mwenye wivu, jambo hilo linaanza kumshurutisha, kumfanya kuleta machafuko kwenye moyo wake, inaanza kuleta kutokuelewa ndani ya moyo wake. Tuko pamoja? Kwa hiyo akirudi kutoka, wamemaliza, hata kama atapitiliza baadaye kutoka atakwenda huko Mangamba, lakini atakaporudi nyumbani, ile roho ya wivu ambayo tunaiona ni ya kawaida kabisa inaweza ikasababisha machafuko. Kweli si kweli? Nipungie mkono kama unanisikiliza vizuri. Na nafundisha mambo ya kawaida ya kijamii, lakini ni mambo ya msingi ili uweze kuwa na furaha, ili uweze kuenjoy wokovu wako, ili uweze kuishi vizuri katika maisha ulionayo sasa, ambayo utakuwa unatembea huku una furaha. Kuna watu wanateswa na mambo haya, na kuna watu wamevunja ndoa pasipo na sababu. Ni kwa sababu ya mambo ambayo wameruhusu. Kwa hiyo akirudi anamuuliza, habari ya huku liko kaenda? Anasema ni nzuri. Kwa hiyo maana yake nini? Ya umeniweka hapa alafu unanidanganya, unasema unaenda Mangamba, kumbe unaenda kwa hawala yako. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na watu kama hawa huwa hawataki utetezi. Sawa sawa? Na kwa bahati mbaya sana huyu anayeeleza anaweza asieleze sababu za kwa nini anauliza hivi, ila anakomea tu hapo. Najua tabia yako, najua hali yako, najua hivi na hivi na hivi. Sasa huyu anayeelezwa anaweza asieleze kwa kina, kwa sababu unaweza kanyaga damu. Haelewi chanzo, haelewi sababu, panatokea machafuko. Amen. Amen. Kile kitakachozaliwa baadaye ni kununa. Huyu ni mtu ambaye kimsingi angempokea mumewe kwa furaha, lakini kwa sababu wivu unazaa kutokuaminiana, wivu unazaa ghadhabu, chuki, hasira, machafuko, haya yatatokea kwenye hii nyumba. Mwenesikia nachokisema? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
atakachokifanya ni kuamua kutokupika wedha, ni kuamua kutafuta kigae cha sahani kilichokuwa jalalani ili amwekee ugali kwenye hicho kigae kwa lengo la kumkomoa. Bwana asifiwe. Sasa na anafanya akiwa anaamini kabisa moyoni mwake kwamba huyu alinidanganya. Na kwa nini alidanganya? Kwa nini aseme uongo? Kwa nini anifiche? Tuko sawa sawa? Amen. Na anaweza akabaki nalo moyoni mwake, lakini wataenda, watalala usiku, wataamka asubuhi, jambo hilo linaendelea ndani, linaendelea kuleta mateso, vurugu, chuki. Mwisho wake watafika mahala watasemeshana vibaya, atasemeshwa, atajibu vibaya, atapata makofi, atapata viboko, adhabu zingine zitatokea kutokana na jambo ambalo kimsingi alipaswa kuwa hana wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimezungumzia kwenye eneo la ndoa, lakini nikizungumzia kwenye eneo la kanisa, tumeona hapa mtoto anaitwa Kaini, mtoto anaitwa Abili, watoto wa baba mmoja mama moja, wanaishi pamoja. Mmoja amepata baraka kutoka kwa Bwana na Mungu anajaribu kumsaidia Kaini, anamwambia ukifanya vema utabarikiwa, lakini tayari roho ya wivu imeshika maisha yake. Kwa hiyo hakumuelewa Mungu, hakumuelewa Kaini. Unaweza ukajiuliza kilichopelekea yeye asifurahi kubarikiwa kwa ndugu yake mdogo wake ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwani akatokea mtu akafanya vizuri kuliko wewe, kwa nini uchukie? Yaani kwa mfano wote mnaimba, lakini ikatokea mmoja ameimba vizuri na watu wakamsifia, kwa nini uwe na hasira naye? Kila amepanga Mungu, wewe huwezi kukiondoa. Sawa sawa? Mungu anamuumba mtu, anampa vipawa, anampa nyota, anampa vitu vyake vitakavyomsaidia tangu tumboni kwa mama yake. Hayupo mtu anayeweza akazuia baraka, mafanikio ya mtu ambao Mungu ameyapanga. Wale ndugu zake Yusufu, kilichowapelekea wapuuze ndugu yao, wivu. Tuko sawa sawa? Yaani Yusufu kaota ndoto na anawaambia ndugu zake kwa nia njema kabisa kwamba jamani, mimi nimeota leo. Umeota nini? Nimeota hivi, nyota na mwezi na nyota zingine 12 zimeinama. Halafu akaota tena. Halo? Walikuwa wanavuna mganda, masuke la kwake likachomoka sana, halafu mingine yote ikainama. Ndoto 2, na yeye hakuelewa maana yake, ila baba yake alimpa tafsiri ya hiyo ndoto. Tunakwenda sawa sawa? Na ndugu zake wakaelewa kwamba huyu jamaa, yani sisi na baba yake na mama yake na ndugu zake wengine wote tutamuinamia, maana yake tutapiga magoti mbele yake. Sawa sawa Wale mliowahi Sunday school, mwalimu wa Sunday alikuwa anafundisha hapa, akasema ni uchaguzi wa Mungu. Esau na Yakobo walizaliwa tumboni mwa mama yao, si ndio? Lakini kabla Esau hajafanya jambo baya, kabla Yakobo hajafanya jambo baya, Mungu akasema nimempenda Yakobo, nimemchukia nani? Esau. Si ndio?
Sasa huo ni uchaguzi wa Mungu. Kwa hiyo swala la mtu akapendwa na Mungu, kachaguliwa na Mungu, kateuliwa na Mungu, kapewa na Mungu, wivu wako hauwezi kusaidia. Tupo sawa sawa? Sana sana utakuwa unagombana na Mungu. Utafanya kile unaloweza, lakini huwezi kuzima kipawa cha mtu, nyota ya mtu. Mungu anamchagua mtu kabla hajazaliwa, anampa vya kwake. Akiwa tumboni mwa mama yake, Mungu anasema nimekutenga kabla hujazaliwa. Anaambiwa Yeremia, kabla hujazaliwa nilikuweka kuwa nabii, tangu tumboni mwa mama yake. Kwa kuna vitu ambavyo wewe ukiwa na wivu, ukiwa na nini, ni jambo ambalo halitakusaidia. Tuko pamoja wana wa Mungu? Tuko pamoja wana wa Mungu? Nipungie mkono wako kama unanisikia vizuri. Nataka kila mmoja aelewe hii sentensi. Kwa sababu wivu ni dhambi kama dhambi nyingine, tena ni moja kati ya dhambi mbaya kuliko zote, ni wivu. Tuko sawa sawa? Wachawi wote unaoona wanaloga, huwa hawalogi kwa sababu umewakosea. Sawa sawa Yaani wachawi wote wanaologa, wengi wao wanaloga kwa sababu ya dhambi hii ya wivu. Kwa dhambi ya wivu huwa inazaa dhambi zingine. Yaani dhambi ya Kaini ya kuua ilitokana na dhambi ya wivu. Ndoa zingine zinavunjika kutokana na dhambi ya wivu. Yaani wakati mimi ndo nimeoa kipindi kile, mama yenu akiwa bado msichana mdogo na mimi nilikuwa kijana mdogo, tukiwa tunakaa kwenye nyumba moja wapo ya mama mmoja ambaye siwezi kumtaja kwa jina kwa sababu yuko hai, lakini alikuwa ni moja kati ya watu yani huyu mama yenu na sisi ndo tulikuwa vijana, yeye ndo alikuwa ni mama mwenye umri mkubwa. Kwa kwenye ile nyumba tukawaingia watu zaidi ya 3 4. Mimi nilikuwa ni mtu wa 3. Wakaingia kijana mwingine wa 3, mwingine wa 4, vijana ambao ndio wameoa kisasa. Yaani hao wote walikuwa ndio kwanza wameoa kisasa. Ila yule mama akawa anawapandia roho ya wivu. Siku moja wakati anamsimulia mwenzie, binti tu moja ameolewa, anasema mimi mume wangu akifika saa 4 ilikuwa saa 3, eti mama ilikuwa alisema saa ngapi? Saa 3. Anasema akifika saa 3 ikifika saa 3 mume wangu hajafika nyumbani, sifungui mlango. Yule mama anazungumza na kadada tu kameolewa karibuni. Kameolewa karibuni tu. Yaani ndoa yenyewe tu ina kama miezi 3 nini. Ndio anasimuliwa kwamba mume wangu mimi akifika saa 3 za usiku hajafika nyumbani, sifungui mlango. Yule binti akalibeba, akasema haya ndo style ya maisha. Alipolibeba yule binti akakaa anasubiri kale kaka kama mwanaume kakafika saa 2, kakafika saa 3, kakafika saa 4. Saa 4 ndo kanagonga mlango. Binti yule amefunga mlango. Kijana amegonga. Sisi wote tulikuwa wapangaji kwenye ile nyumba, tunasikia kijana anagonga. Anaita, anagonga. Imeshindikana. Yaani yule sio amejifanya amelala, hafungui mlango. Kijana kabidi apige sarakasi. Alirudi kinyume mara ya kwanza, akaruka kiki, mlango kashindikana kufungua, akaenda tena nyuma, akaruka tena kiki, mara ya 3 mlango kabomoka, akaingia ndani, akaenda kamwokota pale. Alipigwa yule binti, alipigwa. Sisi tulienda kumwamua pale, alichezea kichapo, na kwa bahati nzuri ndoa zenyewe ni za hao ndugu zetu na baraka. Kwa hiyo asubuhi na mapema amekabidhiwa talaka 3. Asubuhi na mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo unapokuwa unaishi kwenye maisha ya jamii, hasa nyinyi ambao mabinti mlioolewa karibuni na nyinyi vijana mliooa karibuni. Tuko pamoja? Unanisikiliza vizuri? Ni vizuri kunisikiliza mimi ninayekuelekeza kwenye madhabahu hii.
maisha ya ndoa hayahitaji kuwa na washauri zaidi ya 2 watatu. Sawa sawa Na ndio maana hata kanisani, wazee wa kanisa, inapotokea kuna mashauri ya ndoa, huwa napenda kuambia mambo ya ushauri wa ndoa isishauriwe na kila mtu. Haleluya. Hata nyinyi wazee wa kanisa wa mahali hapa, mambo ya ndoa, si kila mzee wa kanisa anaweza kuwa mshauri wa mambo ya ndoa. Sio kila shemasi anaweza kuwa mshauri wa mambo ya ndoa. Yaani mchungaji anaweza kawa na wazee 2 watatu, au mmoja wapo kati ya hao akasema huyu ninaweza nikamshirikisha, akawa ni kwa sababu akishauri huyu akashauri na yule akashauri na yule, kila mmoja amekuwa ni mshauri wa ndoa yake. Nyinyi ambao mmeolewa, karibuni mnisikilize vizuri, na nyinyi mnaotarajia kuoa, kwa sababu nyinyi najua kama ni binti utakuwa utakuwa mke wa mtu baadaye, kama ni kijana utakuwa mume wa mtu baadaye. Kwa hiyo anayozungumza ni mambo ya general, kila mmoja anisikilize ninachosema. Haleluya. Bora ndoa iwe na ushauri wa mtu huyu mmoja. Ndoa zingine zinaweza zikawa na washauri, hatukatai kuwashauriwa na wazazi, lakini baadhi ya watu wengine ni mama, lakini mama huyu alizaa kabinti katika njia ambayo haikuwa ya utaratibu mzuri. Si nimeeleza vizuri hapo au nimekosea? Mtaniwia radhi ya kina mama hapa mliozaa, lakini mimi najaribu kufundisha tu jambo la kweli. Mtoto mwingine kazaliwa na mama ambaye si kwa njia ya utaratibu mzuri. Kila mtu ana uwezo wa kuzaa, lakini swala la kulea si kila mtu ana uwezo wa kulea. Haleluya. Kwa hiyo huyo amezaliwa, lakini kwenye malezi ya kulelewa, yani mama yake alizaa aidha kwa bahati mbaya, alizaa aidha kwa bahati nzuri, lakini kale katoto kanapokuwa kanaishi na kakajikuta kanaolewa, lakini mama yule sio mshauri mzuri. Yeye mwenyewe mama yule ndoa ilimshindaga. Ni mama yako ndio, lakini ndoa mama yako ilimshindaga. Haleluya. Narudia tena kusema ndio ni mama yako, lakini yeye katika swala zima la ndoa ilimshinda. Yeye hakuwahi kuwa mshauri mzuri na hakuwahi kushauriwa vizuri kwenye masuala haya. Ilimshindaje siwezi jua, lakini nikasema ni vizuri sasa hata kanaweza kawa ni mama yako mzazi, kwa sababu baadhi ya ndoa zingine ambazo wanazijua zimevunjwa na wazazi. Tuko sawa sawa? Yaani mimi wakati najaribu kushughulikia swala la ndoa, yule binti akakimbilia kwa wazazi. Wazazi walipofika pale wana experience ya kwao, wanasema mwachane. Halo. Yaani mimi wakati ninajipanga naenda kuwasuluhisha wale watu ndoa yao ikae sawa sawa, nikakuta tayari mzazi ameshatoa baraka za kuachana, nikakuta tayari wanagawana vikombe na vijiko. Ndoa ilishavunjika na tayari alikuja hapa mzazi wetu hapa ametusikiliza, amesema hivi. Kwa hiyo tunasubiri tuite nani tugawane. Wajaachana. Haleluya. Haleluya. Nazungumza mambo ya msingi, kila mtu anisikilize, kila mtu aelewe ninachosema. Makati ya mambo yanayochangia kuvunjika kwa ndoa za watu, pamoja na kitu gani? Wivu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kina baba nipungieni mkono. Shusha mkono. Kina mama mnipungie mkono. Kati ya wapapa na wamama ni nani wanaoongoza kwa wivu? Wababa wa mama? Wamama? Wababa? Okay, kumbe kote. Kati ya wababa wa mama kila mtu anamsukumia mwenzie. Nani anaongoza? Kwa hiyo maana yake kote wanaweza wakalaumiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niseme tena kwamba
kitu ambacho hauna uhakika nacho. Sawa sawa, usianze kutengeneza hisia zinazokusukuma kwenye mazingira ya wivu. Maisha yako hayatakuwa salama. Shetani huwa anapata nafasi kwa urahisi kwa mtu ambaye ameruhusu wivu mtawala. Wivu ukikutawala, wivu unaanza kukusemesha. Wivu ni roho inaanza kusema na mtu. Alafu ili ujue kwamba wivu ni pepo. Hivi pale Kibiti pale kwenye mtandao, mama moja alichomwa moto, alitiwa kwenye shimo, akatiwa mkaa, akatiwa na mafuta ya petroli, wakamtoka kwenye mtandao wa kijamii. Nilisikia hilo. Ilikuwa ni wapi? Kibiti ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi Kibiti? Si Kibiti, si ilikuwa Pwani wale. Ni jambo zuri. Unawezaje kufika kwenye hiyo stage? Mke ambaye alikuwa anakupikia chakula kama ulikuwa unampenda, mke ambaye alikuwa anakufulia nguo, mke ambaye amekuzalia watoto, na wakati amekuzalia watoto mimba ilikaa kwa mke wako kwa miezi 9, analala chali, anatazama, anashindwa kugeuka, katoto kameweka makwapa kwenye tumbo, anatembea, anabadilisha na mwendo kwa sababu katoto kako tumboni. Wakati anaanza kukalea, yamkini ulisafiri, mama akabaki na katoto, anakalea. Aidha mama alienda kwa wazazi, akazalia huko kwa wazazi, akakalea katoto, na akaanza kukafundisha kuita baba, akaanza kukafundisha kuita, kuzungumza, akakulelea katoto kako. Ifike kwenye mahala ambapo unamchukia kiasi hicho. Kisa uliona hasa simu, kwenye maeneo ya simu, uliona message. Yaani wakati message ilikuwa ni ya Tigo. Aliko Tigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ilipotokea tulikenale message, akaelewa nani amemtumia message. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku nilikuwa naangalia kwenye grupu lenu la WWI, ndio nikaona mmerushia nyinyi wenyewe akina mama kwamba mama moja ameng'olewa jicho wakati wanagombania simu. Yaani mama yule ameng'olewa jicho na mume wake kwa sababu walikuwa wanagombea simu. Message imeingia kwenye simu ya mume wake. Mama anataka kujua kilichoingia, haijalishi maana amesikia tu mlio, anataka ajue kilicho ndani. Kwa hiyo mume anajaribu kukatazia simu yake, wakang'oana macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipong'oana macho, maana yake ni kwamba baada ya muda fulani maisha yao ya ndoa haiwezi kuendelea. Umenielewa nilichokisema? Umenisikiza ninachokisema? Maana yake nini? Maana yake wasingekuwa na hiyo style ya maisha yao. Wangeweza kukua, wakalea watoto wao waliowazaa, wakaishi, wakaendelea mpaka wakazeeka, ila kwa sababu ya wivu umepitia kwenye eneo ambalo tunaita teknolojia ya kisasa. Bwana asifiwe. Ukiona ndani yako kuna jambo linaumiza, jaribu kumuuliza Roho Mtakatifu. Kwa sawa. Mimi sikatai kuwa na wivu, lakini nataka nazungumzia kuna wivu uliopitiliza. Sawa? Kuna wivu uliopitiliza. Wivu ambao unafika mahala hata mke ni mwimba kwaya, akienda kwenye kwaya, ikatokea siku hiyo wana mazoezi ya kwaya, akafika saa 12, wewe uliyeoa akarudi nyumbani, mkaanzisha ugomvi. Ikatokezea hata kama kuna mkesha, na wewe uliye na wivu anakuaga anasema leo kuna mkesha wa WWI, ukaenda ukalala, yani
anaenda kwenye mkesha wa WWE, lakini wewe kwa sababu ya wivu unaweza usimruhusu kwenda kwenye mkesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu wivu unapelekea watu kutokuaminiana. Wewe nisome kifungu hapa cha mwisho ili tuweze kumaliza ibada yetu ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ile ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 18. Matendo ya Mitume sura ile ya 5 tuanzie ule mstari wa 16 mpaka wa 18. Ndio. Naye makutano ya watu wa miji iliyoko kando ya Yerusalemu wakileta wagonjwa nao waliohudumiwa na pepo wachafu, na wote wakapona. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa dhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu, wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Mungu ameweka mitume na Mungu akaamua kufanya miujiza ya kupita kawaida. Miujiza hiyo wanatendewa watu, kwa maana Biblia inasema viwete, vipofu, waliopooza, wenye mapepo. Petro alikuwa amewekewa wameweka majamvi barabarani. Petro anapita anatembea, viwete wanainuka, waliopooza wanainuka, wenye mapepo yanatoka. Maandiko yanasema hivi, Masadukayo, kuhani mkuu na wale wenye madhehebu ya Masadukayo wakaingiwa na wivu. Yaani wivu uliowapata viongozi wa dini. Biblia inasema wakawakamata, wakawatupa ndani. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wameponywa. Wivu huwa hauangaliani. Kitendo cha Mungu anaponya watu wenye wivu wamekasirika. Si kama naeleweka vizuri? Unanipata vizuri nilichosema? Amen. Yaani Mungu yuko kazini, anaponya wagonjwa, anaponya viwete kupitia mitume. Watu wenye wivu, wenye madhehebu ya Masadukayo waliojaa wivu, wakawakamata, wakawatupa ndani. Ikawa kesi. Kwa nini? Kwa sababu wameponya watu, kwa sababu wameinua viwete, kwa sababu yani badala ya kumtukuza Mungu kwamba Mungu amefanya jambo zuri, watu wakaingiwa na wivu, wakaleta machafuko, wakaanza kuwatia magerezani. Maana yake hata hapa kanisani wako watu wenye hizi roho. Tunakwenda sawa sawa? Amina. Mtu asiseme nimebarikiwa safari hii, nimenunua gari na mimi sasa nitakuwa natembelea gari. Watu wenye wivu hapa kanisani wanasema huyu anajidai, anajisifia, anajiona wa maana, anajiona hivi na hivi. So ifike mahala mtu aseme nimefanikiwa, nimenunua kiwanja, nimefanikiwa, nimejenga nyumba yangu. Watu wenye wivu hawajisikii vizuri. Kwa nini apate? Kwa nini ajenge nyumba? Kwa nini? Anaanza kutafuta maneno ya kumchafua. Kumbe ni wivu. Ukijiona huo hivyo, nataka nikupe pole, hautaenda peponi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ujue wewe sehemu yako ni jehanamu. Maandiko yanasema watu matendo ya mwili ni dhahiri ni haya: hasira, ugomvi, fitina, wivu. Yaani wewe uko pamoja na wachawi, uko pamoja na wanayeroga. Wale wanaoroga na kula nyama za watu, wewe mwenye wivu uko pamoja nao. Jambo zuri ni hili: acha wivu ili umuone Mungu. Acha nini? Wivu. Kwa sababu unapokasirikia mtu amefanya vizuri, unamkasirikia Mungu aliyemwezesha mtu yule kufanya vizuri. Badala yake wewe anza kuwaza yafuatayo:
uwe na maono yako binafsi. Yaani yale unayoyawaza, Mungu huwa anatenda kupitia pia yale unayoyawaza, yale unayoyaona, yale unayoyafikiria, maono mazuri. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Acha kushughulika na kutafuta maisha ya watu. Wanakula nini, wanavaa nini, kwa nini iwe hivi. Acha kushughulika na hayo mambo. Badala yake, ukimwona mtu amefanikiwa, unende ukamtie moyo. Mwambie umefanya vizuri. Yaani fike mahala hapa mimi hata nikimsifia, yaani na walimu wa Sunday school wako wawili watatu wanaofundisha Sunday school. Okay, waimbaji wako kwaya kadha wa kadha, waimbaji binafsi wako pia. Yaani fike mahala mimi nikianza kusema bwana huyu fulani ndio anafundisha vizuri, mwenye wivu anasema kwa hiyo maana sisi tunafundisha vibaya. Yaani nikisifia mtu leo huyu fulani ameimba vizuri, kwa hiyo waimbaji wengine wanasema kwa hiyo maana sisi hatuimbi vizuri. Halo. Kwa hiyo nikimsifia mtu leo fulani amevaa amependeza, kwa hiyo maana sisi huwa hatupendezi. Yaani ni mwenye wivu tu, kwa sababu hataki kuona mtu amefanikiwa, hataki kuona mtu amebarikiwa, hataki kuona mtu ameinuliwa, hataki kuona maendeleo ya mtu, anataka aone watu wako chini. Kanisa likiwa na wivu, idadi kubwa ya waumini wanakuwa hawana maendeleo, ila badala yake wanakuwa ni wasengenyaji, watu wa kusemana mabaya, watu waliojaa chuki, watu waliojaa faraka. Tunda la haki hupandwa kwenye amani. Sawa sawa ili tumuone Mungu katikati. Sisi ni wachache sana. Sisi kwa uchache huu, badala ya kuoneana wivu, sisi kwa uchache huu tutiane moyo, tupendane, tujaliane, tusaminiane, tutembeleane. Haleluya. Kila mtu amuone mwenzake kuwa ni bora kuliko yeye. Akifanya vizuri aenda mtie moyo. Amen. Amen. Hapo tutamshinda shetani, na shetani anakaa mbali, na Mungu atakuwa katikati ya kusanyiko hili. Ile mnaanza tu kuimba hivi, haleluya, mnamwona Mungu ameshuka. Ila nyinyi kwa sababu mnaamini dhambi ni uzinzi peke yake, kwa hiyo unapoona hujazini unajiona wewe ni mtakatifu, utaenda peponi, lakini ndani yako una wivu. Yaani kumwona tu mwenzio amependeza, wewe roho imekuuma. Ukimwona tu mwenzio akabadilisha gauni mara 2 mara 3, wewe roho inakuuma. Na unajiona unaimba hapo na tembea unakwenda kanisani kama vile mtakatifu, kumbe hakuna kitu. Moyoni mwako una dhambi ya wivu. Haleluya. Weka mbali wivu, utamwona Bwana. Mtafute Mungu, weka mbali wivu, wapende watu wote. Waliosoma, wasiosoma, waliofanikiwa, wasiofanikiwa, waliokuzidi elimu, yeyote aliyekuzidi chochote mbele. Mungu ataonekana katikati yako. Naomba usimame hapo ulipo.